Mtazamaji, kama kuna mtu ambaye huwa namuonea huruma sometimes ni Senator wa Nairobi Edwin Sifuna. Yeye ni Secretary General wa chama cha ODM, chama chake Raila Odinga, and huwa anapata ugumu sana kwenye kusurvive hapa broad-based kwa sababu anatakiwa kuserve chama, but at the same time anatakiwa kusimama na wananchi. Chama kimesimama na UDA, inamaanisha chama kina support William Samoei Ruto, but yeye of course atakwambia hapana, hatupo huko, kwa sababu naye pia yuko ndani. Ukisema chama kiko ndani, na hata yeye atakuwepo kwa sababu yeye kuna namna anahusika kwenye 1, 2, 3 ambayo inafanyika kwenye chama. So pia huo unaambiwa kwamba Raila anaweza akaongea, na sio lazima aongee yeye, wanaweza wakaongea watu wake, na miongoni mwa watu ambao wanadaiwa wakizungumza Raila ameongea ni Edwin Sifuna. So Edwin Sifuna ameandika barua. Barua yake inahusu kitu ambacho gazeti la The Standard limechapisha hapa. So before tusikilize Raila anasema nini kupitia Sifuna, kitu ambacho Sifuna anazungumzia ni hii. So lazima tujue ni nini inafanya Sifuna anaongea, au ambayo inafanya Raila anaongea through Sifuna. The Standard na hii hapa ilikuwa ni gazeti ya tarehe 23. The Standard hapa kwenye kichwa cha habari walisema betrayers of Gen Z. Alafu hapa chini wakaandika, for a long time Raila Odinga stood out as the voice of the common Kenyan in the face of repressive governments. So it was no surprise that during the height of last year's Gen Z protest, a video of a young woman asking the former prime minister to step down aside so the new generation could hold the government accountable went viral. The cost was heavy with several Gen Z protesters killed or maimed. But the real shock came when Raila quickly struck a deal with President William Ruto, a move widely seen as a betrayal of the noble cause of good governance he had championed for decades. Today, although the youth continue to push for change, many feel let down. They see Raila as a betrayer of their dream for a new Kenya. Gazeti la The Standard huwa hawachelewi, yani kwenye headlines huwaga hawataki kupapasa hawa wanasiasa, wanaongeaga ukweli, ndio maana huwaga watu wengi wao wanahisi vibaya. So Raila kupitia Sifuna nao wakajibu, je, ni ukweli baba alibetray Gen Z? Sawa, kwenye hii video utafahamu mengi zaidi, but before that hapa Double Updates nina familia nzuri sana ambayo mara 2 kwa mwezi huwa tunashirikiana, tunaingia mitaani kusimama na watoto yatima. And jana nilipata nafasi ya kutembelea Village Children's Home Dandora hapa jijini Nairobi. And wakati nilipokea simu, nilikimbia mimi mwenyewe nijionee namna mambo yalivyo. So pale kwa bahati nzuri nikapatana na Mama Zara, ambaye pia ndo mama lakini baba, yani kwa ufupi ndo mzazi wa watoto hawa. Sasa tukaongea mengi. Of course muda huu walikuwa wanachukua uji, walikuwa wanakunywa uji sapa hiyo, imagine. So pale tukaongea mambo mengi, kawa Mama Zara ambaye ndo anawasimamia hawa watoto ikawa ananiambia hapa mzigo mzito mara nyingi ni chakula, yani sio rahisi. Alafu pia unaona kuna watoto wadogo sana, hawa lazima watengeneze hata kama ni uji, wanachukua uji ya kawaida tu ya mahindi ambayo imesagwa. So akaniambia, chakula ndugu yangu au mwanangu, kama unaweza kupata utatusaidia sana. So hapa kuna omena, mchele, mahindi, sukari, mafuta ya kupika, yani kama inaweza kupatikana mwanangu utasaidia sana. Nikamwambia there is no problem. Ikawa ananiambia pia pampers kwa sababu ya watoto wadogo, tissue wanatumia, sanitary pads, kuna wasichana ambao tayari washafika umri wa kutumia hivi vitu, kuna kuni, wao wanatumia firewood. Kwa sababu tukianza kupiga story ya gesi hapa, Mama Zara anawaangalia watoto zaidi ya 60, you can imagine. Watoto 60 sio mchezo. Kwa hiyo mimi naamini sidhani kama tutakuwa tumefanya dhambi au makosa kama tutasimama na hawa watoto. Kwa hiyo what we are doing, kwa mtu yeyote ambaye anatamani kujiunga na familia ya Double Updates kwa namna yote ile, kama utakuwa umeguswa kwa namna moja au nyingine,
basi tunafanya 20 bob challenge, and the reason why I'm doing 20 bob challenge ni kwa sababu nataka kila mtu tusafiri pamoja. Naelewa mambo ni magumu, lakini naamini 20 inaweza kupatikana. But again, kwa wale ndugu zetu ambao wanataka kutusupport labda juu ya 20 au chini ya 20, there is no problem. At the end of the day, kidogo kidogo yetu huwa tunafanikisha kufanya vitu vikubwa sana. Mtu anaweza kaidharau hiyo 20, lakini sehemu ambapo inaweza ikashikilia ni sehemu kubwa sana. Hawa watoto wana historia, ni mayatima, and mayatima stories waga tofauti. Unakuta kuna mtu aliokotwa tu, wengine waliletwa, wengine waliachwa na nini na vitu kama hivyo. Kwa watoto wetu hatuwezi tukakataa kuwasaidia. Sasa kama Team Double Updates, mwezi huu tunamaliza na hii project ya Villateg Children's Home. Details ndio hizi hapa kwenye screen, and mimi naamini Jumapili tutarejea pale na watoto hawa watafurahia sana, and nitawashukuru sana. Narudia tena, chakula ni muhimu sana: mchele, mahindi, sukari, inaitwaje ile nyingine, dengu, yes. Hapo wana githeri tayari, wana ugali, wana uji, wana nini. So Pampers muhimu sana, watoto wadogo hawa wanabadilishiwa. Then kuna tissue, sanitary pads kama nilivyokuambia, then na kuni ya kupikia. Mimi nitawashukuru sana ndugu zangu kama mtasimama na hawa watoto. We've been doing this, and I'm very sure na hata hii hapa pia tutafanikisha. Kwa hiyo let's do it, and mimi naamini kila kitu kitakaa vizuri sana. Now, Sifuna sasa hivi anashambuliwa, and nataka uone kitu ambacho nilikuwa nazungumzia mwanzoni mwa video, kwamba Sifuna anamuoneaga huruma sana. Yani kubalance ni ngumu. Yani uko ODM lakini hautaki kuonekana uko kwenye serikali wakati ODM ipo kwenye serikali. Umenielewa? But again, kuna roles lazima play. Kama ameandika sasa barua kuhusu Standard, watu wanaisupport kwa sababu majority wanaamini Raila betray Gen Z. That's the truth. By the way, it's very simple. Betrayers of Gen Z, Raila and Marco Ure, blasted for using protest to climb into power. Ndio kitu ambacho kinaonekana. Now, the Standard newspaper has labeled ODM party leader Raila Odinga and Gen Z figure Kasmuel Makoure as betrayers of Gen Z. In its Monday, June 23rd edition, this strong headline reflects growing anger among Kenyans, or young Kenyans, who feel abandoned by their two leaders they once trusted. Last year, Gen Z protesters flooded the streets to push for real change and fight against government excesses. Many saw Raila as a guiding figure in that right. But things have changed. Raila recently agreed to work with William Ruto, a decision that has shocked many of his young supporters. To them, this deal looks more like a personal interest move than a step towards reform. Makoure Kasmuel also faces backlash. Once praised for his bold voice during the protest, he has now accepted a position in Ruto's new broad-based government. He now defends decisions made by both Ruto and Raila, actions seen by many as a complete shift from the values he once stood for. The Standard's article points out that both men seem to have used the energy and support of Gen Z to rise in politics, only to walk away when they got what they wanted. The betrayal stings even more because of the pain protesters went through. Some were killed, others were injured. These were not just protests, they were sacrifices made in hopes of better Kenya. To see their leaders now on the other side of the same system they fought against has left many feeling used and forgotten. The label betrayers of Gen Z may be harsh, but for many young people, it feels like the truth. Unajua, tuongee tu kweli, mimi not that namchukia baba. But Gen Z wanajitokeza. Baba anaambia tulia sasa, wewe umetupambania na sisi wacha tuendelee sasa. Then muda hata hujaenda, baba ndo huyo ana support William. Mambo yamebadilika, vitu vinafanyika vibaya, baba haongei. Imagine anaungana wakati Gen Z ndo hao wamekuwa wameuawa. Hata yeye mwenyewe kuna wakati watu walienda street kwa sababu yeye alisema watu waende street. Si ndio watu wakauawa na vitu kama hivyo. Yes, I understand. Siasa namna ilivyo. But again, watu wanaiwa hasira. Yeah, kama sio Gen Z. Kama sio Gen Z, haingekuwa rahisi kwa Raila kuungana na Ruto. Labda angeungana lakini baadaye, but timing yake ya kuungana na Ruto hapa ndio inaleta shida.
Aya, mtu kama Makoure, before niingie kwenye barua ya Sifuna, mtu kama Makoure naye alijulikana kwa sababu ya Gen Z. Ya Raila inaweza kawa okay, yeye alijulikana kitambo na eti hizi stories za handshake amekuwa akifanya since day one. But Makoure yeye anajulikana kwa sababu ya Gen Z. Of course alikuwa mstari wa mbele kabisa, anatetea vijana na nini nafuta. So akaingia na yeye ODM. So inakuwa vigumu hata kuambia serikali mnafanya vibaya kwa sababu tayari uko ODM na ODM ina support serikali. Unaona jinsi mambo yalivyokuwa magumu hapo sasa, mtazamaji wangu. Na ndio maana Sifuna naye akalazimishwa. I'm 100% sure Sifuna amelazimishwa kuandika barua hii hapa. Haya, tusome kwa pamoja. ODM tuko tayari, sorry, Orange Democratic Movement, ODM party statement on continued campaign of misinformation by the Standard newspaper. Huyu ni baba anaongea through Sifuna. Sasa sikiliza hapa. Acha nikupe nafasi na wewe pia unaweza ukanisaidia kuangalia in case kuna kitu sijatamka au sijaweka vizuri. Twende. The party has noted with disappointment the sensational headline by today's Standard newspaper, branding party leader His Excellency Raila Odinga a betrayer of the Gen Z. For some time now, the Standard Media Group has run a campaign to blackmail, intimidate and force political leaders to take positions that are consistent with that of the ownership and management of the company. The Standard is pursuing a propaganda campaign disguised as journalism. In its latest pursuit of this agenda, the Standard has trained its guns on the leadership of ODM in a bid to force the party to support the political positions of the ownership of the media outlet. Well, it is important to put in perspective the events surrounding last year's Gen Z protest when young Kenyans took to the streets agitating for their rights, but specifically demanding the withdrawal of the Finance Bill 2024. They achieved this while maintaining their position that they were neither aligned to any political formation nor any leader. Because of the brutality meted out by the police, many of these young people lost their lives or were maimed. The ODM party leadership has firmly stated that there must be compensation by government for all lives lost and injuries sustained during the protests. This position has not changed, neither has our demand that police brutality and abduction of citizens must end. We have stated times without number that ODM is not part of the Kenya Kwanza government. Whatever stability frameworks we enter into for the sustenance of a peaceful nation and democracy do not amount to joining government. It is therefore in real bad taste for the Standard to consistently run this narrative knowing it is false. The journalistic channel of truth, honesty and fairness cannot be sacrificed for political points. The leadership of ODM and the entire party refuses to be intimidated and railroaded by partisan propaganda disguised as journalism. We particularly reject what appears to be the undeclared rules that seem to govern the Standard's coverage and treatment of the party's leader, Right Honorable Raila Odinga, whole soul aim. And statement ikaendelea kwamba Raila Odinga aim is to distort the public's view of him and to force him into a political direction of the company's ownership. Wani hii Standard ni ya nani bana? Hebu tuambieni ni ya nani kwanza. As we draw close to the anniversary of batajua ni acha nimalize hii statement kwanza. As we draw close to the anniversary of the Gen Z protest, we urge Kenyans of goodwill to uphold national unity and ignore those who seek to divide us. The party has for a long time been an advocate, practitioner of peaceful protest and change, and we urge all those who will turn out to commemorate the anniversary this Wednesday to fearlessly stand on the side of freedom and democracy and the right to protect or to protest and shrine in the Constitution. Senator Edwin Sifuna. Okay, so ODM number one, wanakubali maandamano ya Jumatano. Wao wenyewe tayari wameshasema kwamba mnapoingia kwenye street hakikisheni
mnafanya maandamano ya kweli okay, najua huyo ni Sifuna ameandika. Secretary General ameandika hivyo. But again wanakataa. Unajua now the problem, Sifuna nimekwambia namuonea huruma na bado nitaendelea kumuonea huruma. Unajua Sifuna ni kiongozi mzuri sana. Ni miongoni mwa watu ambao mimi naonaga ni kama wana future nzuri. Yaani siku za usoni huko watakuja kuwa kwenye nafasi nzuri sana kwenye taifa hili hapa. But again, point ya ODM eti hawapo kwenye serikali, ni Sifuna tu yupo kwenye serikali. But ODM kama chama, tuongeni ukweli, ODM ipo kwenye serikali. And you can tell kupitia namna ambavyo wana behave wenyewe kama wabunge au viongozi wa ODM. Hata Raila mwenyewe, umeona watu wameuawa hapa. Raila hajaongelelea hata, unajua Raila hangekosa kuongelea yule kijana ambaye alipigwa pale town akiuza mask. Kama ingetokea kipindi chake, wakati alikuwa anafanya maandamano au wakati alikuwa anaongoza maandamano, hangekosa kuongea. Yeah, that's what I'm promising you. Raila hangekosa kuongea. But kutoongea kwake, I think ndo kunafanya watu wanakuwa na hasira kiasi cha kwamba they're feeling like no, baba alitubetray. Mako ule tuachane naye. Yule naye alibetray Gen Z. Hiyo hata siwezi nikakataa. Hiyo nikiambiwa ni 100%. Hata baba at some point ukiangalia vizuri kuna namna alibetray. Yeah, kwa sababu he was like, continue. You are my kids. Endeleeni kabisa kupambana, mimi nishapambana. Kidogo tena Raila mwenyewe sasa tunamuona tena anakubali, yani William vibaya mno, yani anamkubali vibaya mno. Sio kama unanielewa mtazamaji wangu, anamkubali sana. But mambo ni kama haya mtazamaji wangu. So sijui kwa upande wako wewe unasemaje. But again, Gen Z wako tayari, yani Gen Z wako tayari sana, yani mpaka hiyo sio kitu cha, yani dunia nzima sasa hivi wanangojea. Mimi nilikwambia kama unafuatilia kutoka nchi za watu huko nje, panga na boss wako hiyo siku vizuri jamani, asikuletee shida, kwa sababu najua mtakuwa mnafuatilia kunaendaje hapa na kuanzia asubuhi mpaka usiku. Yes, mimi nitakuwepo kabisa na nitakuwa nahakikisha mambo yanaenda vizuri. So watu msikuwe na wasiwasi, nitakuwa nawapa hizo updates. Naamini kila kitu kitakaa vizuri sana. So nataka nikupe nafasi usikilize Gen Z kutoka DCP, chama chake Rigathi Gachagua, lakini pia vile vile na kiongozi mmoja ambaye nimemuona yuko very bold kabisa. Nimemuona anamwambia William usiue watoto hiyo siku. Utakuja kujiletea shida mwenyewe. Anyways, tazama mwanzo mwisho, lakini ukimaliza subscribe na endelea kupata taarifa nyingi na kila wakati. Unaweza ukashare by the way kwa wale watatu ambao wanaweza kutamani kupata uchambuzi kwa lugha nyepesi, lugha ya Kiswahili. Bye bye. Mr. President, number 1, usiue watoto. Wachana na wao wafanye maandamano kisheria. Na nakuomba sana, Mr. President, usitumie pia polisi kuvuruga watoto. Na wewe na Sakaja na wengine, msilete goons Nairobi. Wachaneni na Nairobi. Wacha vijana wafanye maandamano yao, jioni waende nyumbani. Na usipoleta polisi na goons, hakuna shida yote itatokea Nairobi. Tumesikia Kamket amesema wataleta watu. Haujaongea. Inspector General of Police, your first job is to protect life and people. Tunangoja tarehe 25. Vijana wakikosa haki yao, ama mfanye vile mliwafanyia last year, Kenya haitaendelea vile mnataka. Lazima tufuate sheria. Hatutaki apology, ulishatuita criminals, go home. Before Wednesday, from Kenjokoma brothers, you killed our boys here. You abducted Billy. You abducted our old Muturi's son. Hauna hata heshima ya viongozi. Mkasema mtatua tukikuja maandamano hii yenye tumepanga hii mwaka. Na kwa ukweli yenu, tuliona mlishutu watu. Tulikuwa huko, mkatuletea goons, lakini pia tuliwatumia message to the goons who are being used. Vijana msitumike. Hizo magoti venye zilifanywa huko Tuesday, msilete hiyo ujinga on Wednesday. On Wednesday we want to give the government the ultimatum. The only chance you have is we want Lagat behind bars. Mambo ya kwenda parliament uongelesha watu na wewe ni mfungwa.
Tukishika wafungwa tunawapelekanga bunge waongee? Hapana. Si wanaongeanga wakiwa wapi? Huko ndio tunataka mtu address while you are there. Kina Murkomen, do not tell us you will resign. We want you behind bars. Go to court, mujitete huko. Lakini again, on Wednesday, if you're not going to sidhani mta compensate. We have tried since last year. You've never compensated the families that you killed, their kids, and there is so many more we are still looking for. We want to tell you tunakuja State House. We are occupying State House. Yes, so occupy State House ya Embu. Every county you will be outside. Mashule zifungwe. Mwalimu wenzenyu anatolewa kutoka kwa nyumba yao, anapelekwa kuuliwa Nairobi. Mnadhani nyinyi mko safe? Mko safe kweli? Sasa sisi kama vijana tunaomba wananchi wote mtu support on Wednesday, kila mtu abebe bendera, tutokee nje. Na while we join this party, we welcome, but sasa tumeanza kujipanga. We have been listening to the parties. Na hii chama ya DCP led by the patron one, former Deputy President Mr. Gachagua. Alikuwa huko ndani wakati tulikuwa maandamano. Sasa hii ndio mnaona wanataka kumwambia you are part of it. But he tasted the wrath of this government, which does not serve the people, and he is out here guiding us. We have been listening, we are seeing what is happening kwa ground. Na sisi kama vijana tunashukuru kukaribishwa kwa chama ambayo ina maono ya vijana. Maono ya kutusikiza. You have taken your time to consider. Some of us will pay half to join this party because we don't have resources. So as we are going to come to this party, we are not coming because of one term peke. Actually, as a matter of fact, Ruto, he's better accepted kwa sababu nyumbani anaenda. Sasa badala ya chama peke kuongelea one term, tumeingia hii chama because inaongelea maendeleo ya wananchi. The difference between this party and the party that came and lied to people from sijui bottom up, what is the difference with this party? We want a party that listens to people. Not that 2 years in, tuko huko tunaitwa bunge, senator wamelipwa, midomo zimenyamazwa, bill ikipitishwa mwezi ambia wakuboenyu ukweli. The generation that is incoming, we will speak the truth. We will represent the truth of the matter kwa serikali.